Habari ya wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa Afya 102. Karibu katika mwendelezo wa vipindi tunavyofanya hapa kwenye channel hii. Napenda niwafundishe kitu kinaitwa unga bora wa uji, lakini uji ni wa kishua. Ni tofauti na ule niliozungumzia video iliyopita. Tunauta uji wa kishua kwa sababu baadhi ya vitu inawezekana katika eneo unalokaa vipo, lakini pia kama vipo bei yake inaweza kaa juu kidogo tofauti na kawaida. Uji huu kwa kweli una virutubishi vingi. Sana sana hapa nazungumzia protein. Kwenye gramu 100 ya unga huu ina protein kama inaelekea gramu 24, kitu ambacho imekaribiana mpaka protini zile za wanyama kama protini ya samaki, protini ya kuku, protini ya nyama ng'ombe, mpaka protini ya mayai kwa gramu 100. Kitu cha kwanza kwenye uji huu tunasema ni oats. Kwa kiasi kikubwa hii inaenda kutupatia wanga, lakini pia oats zina protini na mbali na protini pia zina mafuta. Lakini kitu kikubwa ambacho tunakipata kwenye oats ambacho kina faida za kiafya inaitwa beta glucan. Inafahamika kwa kuwa na faida nzuri kwenye afya ya moyo, zina faida nzuri kwa watu ambao wanalenga kupunguza cholesterol, inasaidia pia kwenye watu wanaotaka kubalansi sukari. Pia oats zina manganese ambayo tunasema inasaidia kwenye afya ya mifupa, na pia ina madini chuma na zinki. Kwenye upande wa oats hapa utaweka kilo 1. Kitu cha pili ni soya lishe. Kama nilivyosema hapo awali, soya lishe ni kati ya mimea ambayo ina protini iliyokamilika. Tunaposema protini iliyokamilika tunamaanisha kuna vitu vinaitwa essential amino acid, ni protini ambazo zinakuwa kwenye chakula. Sasa ikishakuwa na zile tunazosema essential 9 zote, tunasema hiyo ni protini iliyokamilika, na soya ina hizo hapo. Kwa ndo maana tunasema protini yake inakaribiana sana na ya wanyama kama samaki, nyama, mayai, maziwa zinakaribiana sana kwa sababu na yenyewe ina essential amino acid. Soya pia ina kitu kimoja cha msingi kinaitwa isoflavones. Ni kizuri sana kwa upande wa vichocheo kwa maana ya homoni na afya ya moyo. Tafiti ambazo zimefanyika zimeweza kuona kwamba inasaidia sana kwa wanawake ambao wameshafikia menopause. Wao wanapata kitu kinaitwa hot flashes, yani kama mwili unapata joto. Tafiti zimeonyesha kwa mtu ambaye anatumia soya mara kwa mara katika umri huo inasaidia kupunguza hicho. Lakini pia kwa upande wa afya ya moyo hizo isoflavones zinasaidia, lakini pia na upande wa anti-inflammatory, kupunguza mioto kwa maana ya inflammation mwilini. Kiachana na hizo isoflavones, ina pia vitamin B9, ina vitamin B9 na K1. Ni vichocheo vizuri kwenye utengenezaji wa damu. Maandalizi yake utatakiwa kwanza ukazichemsha kwa muda mfupi, na lengo la kufanya hivi, kwanza tunalenga kupunguza zile non-nutritional factors, lakini pia itakusaidia kutoa ngozi ya juu. Ile ngozi ya juu kisha itoa, ina maana kile kiharufu cha soya hautokisikia kwenye uji. Kwa hiyo baada ya hapo utazianika. Ukisha zianika zikakauka vizuri, inakuwa inafaa kwa ajili ya kupeleka mashineni. Soya lishe utaweka nusu kilo kwa maana ya gramu 500. Kabla sijakutajia kitu cha tatu, naomba uweze kusubscribe. Pia kama unaona video hii kuna mtu inaweza kumsaidia, unaweza kubonyeza alama ya kushare kwake na yeye aweze kupata maarifa haya. Kitu cha tatu tunasema ni almond, au kwa Kiswahili zinaitwa rose. Ni component ya msingi au ni kitu cha msingi katika uji wetu kwa sababu kitatupatia faida zifuatavyo. Kwanza, ina mafuta mazuri kwa afya, ina monounsaturated na polyunsaturated za kutosha mle. Almond ina protini pia, ukiachana na vitu vingine. Vitamini E ambayo ni nzuri kwa ajili ya afya ya ngozi, lakini pia ina madini ya calcium, lakini pia ina madini ya magnesium. Kwa upande wa almond utaweza kuweka kiasi cha robo kilo, inakuwa inatosha. Robo kilo kwa maana ya gramu 250. Kinachofuata ni kusaga. Ukisha saga, utasaga mchanganyiko huu. Baada ya kusaga, nategemea utumie ndani ya wiki 2, ikienda sana wiki 3. Kama utakuwa unatengeneza uji ambao utaenda kuzidi muda huo, na shauri hizi almond uzisage kivyake, kwa sababu mbegu zote zenye mafuta huwa tunashauri zitumike ndani ya muda mfupi baada ya kuziandaa, kwa sababu mafuta yaliyoko mle ni rahisi kupata rancidity. Akishapata hiyo kitu kinaitwa rancidity, yanakuwa tena haifai kwa ajili ya afya. Baada yake unakuwa hausaidii, unatengeneza changamoto mwilini. Kwa ujumla unga wako wa uji utakuwa ni kilo 1 na robo 3. Uji nimesema ni uji wa kishua kwa sababu kwa baadhi ya watu inawezekana ikawa ni gharama kidogo. Gharama ya kutengeneza inaweza ikacheza kati ya hapo kwenye 20,000 mpaka kwenda kwenye 35,000 kwa upande wa
kilo 1.3 kg. Kwa hiyo sasa kama wewe unaweza kumudu hiyo, inakuwa ni kitu kizuri sana kwa ajili ya kutengeneza, kwa sababu uji huu kama nilivyosema una protini ya kiwango cha juu, yani mpaka gramu 24 kwenye gramu 100 ni protini ya kiwango cha juu. Kwa hiyo itawafaa watoto ambao wanakuwa, kwa sababu wanahitaji protini kwa wingi, lakini pia kuna wale wagonjwa ambao wanahitaji, wametoka labda kwenye maradhi, wanahitaji kuongeza uzito, lakini pia kuna wanaojenga misuli wanahitaji protini nyingi. Kwa hiyo wale watu wa mazoezi inawafaa, ila pia kwa ajili ya afya kwa ujumla, kwa sababu tumesema watu wanaotaka control sukari unawafaa, watu wanaotaka kwenye changamoto za moyo ni uji mzuri kwao, lakini pia wanawake tumesema ambao washafika umri wa menopause, ile kukoma kwa hedhi, uwepo wa soya unafaa. Lakini kwa ujumla, kwa ina maana hiyo unaweza kutumia kama familia, kinywaji cha familia, ukawa unawapatia virutubishi vya kutosha. Usisite kusubscribe, kwa sababu katika video itakayofuata nitazungumzia jinsi gani ya kuweza kumsaidia mtoto ambaye anakosa hamu ya kula kwenye vyakula unavyompa mbalimbali. Nitaweza kuelezea hivyo, kwa hiyo ukiwa umesubscribe utaweza kuona video hiyo.